Gazeti la The Standard Wilbroda leo hii linaangazia Godfathers Have It. Linasema Godfathers Have It. Linaangazia vetting ambayo ilifanyika pale ya makamishna wa IEBC. Yes. Na gazeti hili linawatazama hawa makamishna wa IEBC. Tukianza na mwenyekiti wa IEBC, Erastus Ethekon. Huyu alikuwa anafanya kazi Turkana County. Yeye ndiye alikuwa attorney wa Turkana County. Ana uhusiano wa karibu sana na Josephat Nanok, ambaye ni Deputy Chief of Staff katika ikulu ya Nairobi, ambaye ni mwandani wa Rais William Ruto. Ukija wa pili pale ni Fahima Abdalla, former Lamu County Board member. Anahusishwa na Musalia Mudavadi. Kwa nini? Kwa sababu kwanza gavana wa Lamu alikuwa ANC pamoja na Musalia Mudavadi. Yes. Issa Timami. Na huyu Fahima Abdalla alikuwa appointed na Issa Timami kama board member wa Lamu County Board. Sasa wanamhusisha na Musalia Mudavadi by virtue ya kuwa kiongozi wa zamani wa chama cha ANC. Kuna Dr. Altalala Mukhwana ambaye alikuwa katika chama cha ANC, anahusishwa na Musalia Mudavadi. Huyo ni commissioner wa pili. Tusonge katika commissioner wa tatu, Hassan Nur Hassan, former PC. Yeye ni brother-in-law wa nani? Junet Mohamed. Anahusishwa pale na Junet Mohamed, na kwa extension ni mwandani wa karibu, ambaye Junet Mohamed ni mwandani wa karibu wa nani? Wa Raila Amolo Odinga. Na Raila ni mwandani wa William Samoei Ruto. Haya, tunakuja, kuna huyu anaitwa Francis Odhiambo Aduol. Huyu ni lecturer. Sasa huyu Francis Odhiambo Aduol ambaye ni lecturer anahusishwa kwa sababu anatoka Nyanza, wanamhusisha na nani? Na Raila Amolo Odinga. Yes. Tuna huyu mama anaitwa Mary Karen Sorpit. Huyu ni wakili. Alikuwa kwenye chama cha Jubilee wakati wa 2013, 2017. Akaingia kwenye chama cha DAP. Anahusishwa na William Samoei Ruto directly. Kuna Anderitu ambaye ni registrar wa political party, anahusishwa directly na Rais William Ruto. Ndio maana gazeti hili linasema kwamba Godfathers have it. Sasa hapa hawa ndio watasimamia uchaguzi 2027. Jana tulikuwa hapa tukipiga mazungumzo na naibu gavana wa Machakos ambaye ni Francis Mwangangi. Akasema ya kwamba wacha tuwatazame, tuwapatie benefit of doubt. Tuwatazame kama Wakenya ya kwamba mmepewa hii job. Nao tunataka muonyeshe kwamba mnaweza mkatii sheria. Yes. Mnaweza mkafata katiba katika kutekeleza majukumu yenu. Kabisa. Tunapozungumza hivi kesi bado iko mahakamani ambayo inasubiri uamuzi wa mahakama ikiwa wataapishwa. Mahakama ndio itaamua. Lakini vetting tayari imeshakamilika. Anytime hiyo kesi inapokwisha namna hii Wilbroda, utasikia wanaapishwa na rais. Okay. Sasa hapa tunaangalia, wewe kwa mtazamo wako una imani na hawa ambao wanahusishwa na Godfathers? Luchivia, ni ngumu. Sana sana ukiona uhusiano wa karibu ambao wako nao na serikali iliyoko sasa. Yes. Of course, Luchivia, ukinipatia kazi wewe sahi Luchivia. Yes. Nitafanya kile ambacho unaniambia nifanye. Alright? Yes. Kwa sababu mimi ni mwandani wako. So I will always favor you. That is the truth of the matter. So hata tukisema ya kwamba waweze kutekeleza jukumu lao na waweze kuheshimu hata tuseme maoni ya Wakenya ikifika wakati wa kura. Ndio. Kuna kadukuduku pale Luchivia, kwa sababu hawa watu ni watu wa karibu na watu ambao wako serikalini. Unakumbuka wakati wa uchaguzi wa mwaka 2022, Yes. William Ruto alikuwa anasema yeye hajali nani atakuwa chairman wa IEBC. Anasema hata wakiweka Oburu Odinga, yeye alikuwa amejiamini kwamba anaenda kushinda. Kwa nini tusijiamini na tuseme haijalishi ni nani anawekwa pale? Kwa sababu by the end of the day Wilbroda, wewe ni relative ya mtu. Sasa hizi nikikaa hivi namna hii nikwambie James Orengo amekuwa point, lazima tutasema mko na ni relative wako kwa njia moja ama nyingine. Raila Odinga saizi akakuwa point, aseme Wilbroda ingie hapa, watu watakuwa associate na Raila Odinga kwa njia moja ama nyingine. One, mnatoka Siaya nyinyi wote. Two, labda utapata babu ya Raila Odinga alikuwa anatoka kule Ngunya kwenu, you never know. Kwa hivyo Kenyans tuko na relationship.
lakini tusiangalie relationship, to focus on service delivery. Kwa hivyo hawa tunapowapea namna hii, tuchukue na ile morale ambayo William Ruto alikuwa nayo 2022 akasema hata Oburu Oginga akiwa ndio chairman wa IBC, mimi niko tayari kwenda kwenye uchaguzi. Wacha tungoje tuone Luchivia. Unajua wako na miaka miwili. Yes. Wako na miaka miwili kabla tuingie kwa mambo ya uchaguzi. Ndio. Na tutaanza kujua hivi karibuni, kwa sababu hata mambo ya civic education wanafaa kuwa wakiapiswa tu hivi waanze kazi. Ndio. So hiyo tayari ndio itatuonyesha kama kweli wataweza kutekeleza yale majukumu yao. Ndio. Ama kutakuwa na dukuduku. Alafu bado kuna CAT ama continuous assessment test ambayo inawangoja, Yes. by elections ambazo zinawasubiri katika wards mbalimbali, maeneo bunge mbalimbali, waweze kuchagua wabunge. Kwa hivyo wakisimamia uchaguzi vizuri, labda Wakenya wanaweza kubadilisha mtazamo wao, lakini wacha tungoje tuone mambo yatakuwa vipi. Ni